kadhaa iliyopita hivi kuna mtu mmoja aliyokuniambia sentence akasema, ukiona mtu anaongea peke yake barabarani unaweza ukamcheka, lakini kuna siku na wewe usipokuwa makini unaweza na mwenyewe ukaanza kuongea mwenyewe barabarani. Wakati anaongea sikuwa naona kama ni kitu cha ukweli sana, kwa sababu sikuwa nafikiria kama kuna siku naweza ikatokea nikaanza kuzungumza mwenyewe barabarani. Lakini leo kupata kesi ya rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa na changamoto kubwa sana zilizokuwa zinamwandama, na kutokana na hizo changamoto alilazimika kuacha kazi, lakini pia iliathiri mahusiano yake kwa maana ndoa yake, na baada ya muda pia akashindwa kuendelea na vitu ambavyo alikuwa anaweza kuvifanya. Mwanzoni tulijua kwamba ni tatizo tu la kawaida, lakini baadaye tukagundua sio tatizo la kawaida, ni tatizo linalohusiana na swala zima la afya ya akili. Sasa afya ya akili ni falsafa au ni concept pana sana. Tunaweza tukaongea mambo mengi sana, lakini yako mambo machache ambayo ningependa kuyazungumza tunapozungumzia afya ya akili. Na ukiangalia takwimu sasa hivi nchini kwetu Tanzania inaonyesha kwamba ongezeko la tatizo la afya ya akili ni 23% kila mwaka. Tunazidi kuongezeka wenye matatizo ya afya ya akili. Lakini mmoja kati ya watu 4 inasemekana wana tatizo la afya ya akili. Sasa kitafiti inawezekana isiwe hivyo hapa, lakini inaturuhusu kuamini hivyo kwamba tukihesabu upande wa kulia na kushoto kuna mmoja wetu kidogo anaweza akawa, usimwangalie sana jirani yako kwa sababu unaweza ukaniingiza kwenye matatizo. Lakini tatizo la afya ya akili pia limesababisha pia ongezeko la watu kujitoa uhai wao, na takwimu sasa hivi zinaonyesha kwamba watu wengi sana wanakunywa sumu, lakini pia wanajinyonga, na mara nyingi ni miaka 15 mpaka miaka 29 ndio hizo kesi ambazo zimeonekana ni nyingi sana ambazo zinaendelea sasa hivi. Na kwa Afrika zamani swala la afya ya akili lilikuonekana kama ni issue kubwa sana, lakini kwa tafiti za karibuni inaonyesha kwamba tunapata changamoto kubwa sana kadri siku zinavyoendelea katika nchi za Kiafrika kuliko ambavyo tumezoea. Sasa iko mitazamo ambayo sio sahihi inapofika kwenye swala zima la afya ya akili ambayo ningetaka niielezee, kwa sababu hata wakati naongea hivi kuna mtu mwingine anasema hii topic hainihusu kabisa. Hii pengine inamhusu mtu mwingine. Sasa kuna mambo machache ambayo watu wengi wao wanafikiria yako hivyo, lakini kiuhalisia hayako hivyo. Cha kwanza, watu wengi wanaamini kwamba afya ya akili inawaathiri watu wenye low intelligence, kwamba watu ambao pengine hawajasoma, hawana ufahamu mkubwa wa akili, wao ndio wanaathirika zaidi. Lakini experience pia imeonyesha hata watu ambao wana akili sana darasani au wana akili za kimaisha za kawaida